ategorie none ngari ya matuine na haha ndungi ni riteji njoke njikie guoko muhuko ndore kana ndendete tigiti we leke kunyita ũgeni thĩinĩ wa thabarĩ ya mũgambo wa mũrĩmi njata Kĩbĩti wa Gĩtaũ ũmũthĩ ndĩrĩ mũtha thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu gũkũ tũrũgamĩte gwĩtagwo Karũgũrũ nĩkuo tũkĩte nĩgetha twarĩrĩrie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa ngũkũ cia layers mũno mũno andũ aingĩ mananjũria Kĩbĩti no twende kũmenya tũcui tũreragwo na njĩra ĩrĩkũ tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ brooding na brooding ya mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩenda kũmenya atĩrĩrĩ gacui gabataraga kĩ na kĩ rĩrĩa gĩgũkorwo gakĩrerwo na tũrĩ o hau nĩ tũgũkorwo tũkĩenda gũkorwo tũgĩtarĩria we mũrĩmi ũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ kũrĩ arĩa matendaga kũiga gacui ge ka mũthenya ũmwe kũrĩ arĩa mendaga gakĩa mĩeri ĩrĩ kũrĩ ũrĩa ugaga atĩrĩrĩ niĩ ngwenda gakĩanjĩrĩria gũkorwo gakĩrekia maya nĩ tũgũkorwo tũgĩtarĩrio hihi brooding yagĩrĩirwo gũkorwo ĩhana atĩa na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũtĩkĩte mũno gũkorwo atĩrĩrĩ tũtigĩcerete tũrĩ aika mũciĩ ũyũ ũgwĩtwo Kuku Care Kenya gũkũ nĩkuo tũkĩte nĩgetha twarĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi ũcio na ũndũ ũmwe wa bata ũrĩa tũnyitĩte guoko na agatũrehe gũkũ nĩ mũrata witũ mwĩte Equity Bank aya matirĩ matũtigaga tũceraga hamwe kwa hamwe rĩu ũyũ tũrĩte wĩrĩtie nĩ ngwenda ũhoro wa kũmenya ũrĩa ningĩhota gũkorwo ngĩnyita kana ngĩyũmia ndĩ ta mũrĩmi kĩno tugaga atĩrĩrĩ ndĩ na mbia kana hihi ndĩ na ngũkũ icio nĩ ngũbatara kũgũra gwĩka atĩa nĩgetha hote gũkorwo ndĩ na ngũkũ iria ciagĩrĩire hau nĩho Equity ĩrokĩra tondũ ĩrombĩtie atumia othe na njĩra nene mũno yuthi arĩa me mũciĩ rĩ ĩmũrũmbũyĩte na njĩra nene haha nĩ kũhĩtũkĩra Fanikisha nĩ tũgũkorwo tũkĩenda kũmenya Fanikisha kuma Equity ĩno nĩ kĩ na ĩrutaga wĩra na njĩra ĩrĩkũ na tondũ tũtietinda haha cai na karara ĩra rĩu ũrĩa wothe ũtũraga wendete kũrĩithia ngũkũ cia layers aikare thĩ erorere amenye brooder yagĩrĩirwo gũkorwo ĩhana atĩa ũmũthĩ ona ndikwenda tũcere atĩ kũrĩ ngũkũ nene nĩ brooder twaririe kaĩ tũingĩre gũkũ tũmenye ngũkũ nĩ kũhana tuga nĩ hamwe twaririe atĩ njoke njikie guoko mũhuko ndore kana nĩ ndĩte tigiti ya gũkũ kũhana swimming pool yes halo nani yako ninaona wewe umekuja mimi niko tayari unaona nimeingia lakini iko namna gani Niko salama kabisa sasa sema kuingia hapo na kuspray kidogo so nikae namna hiyo haya unio theru no mwaka tu akoto ile theru kagaroroke ni hivyo thank you asante sana hii kobole ni yako kamata hapo kuja hapa ili waweze kukuona acha nikushikilie good salimia mtazamaji tuambie jina lako na siku ya leo hapa tumeingia ni wapi yani nikakuuliza hapa ni wapi Kwa majina naitwa Veronica Chalo. Veronica Chalo ni mama na ni mkulima mdogo. Ni kweli. Hapa kwetu tunaitwa Kuku Care Kenya, karibuni Kuku Care Kenya. Mimi ndio mama wa vifaranga. Yes. Veronica ni mama mwenye ana brood ama analinda watoto wadogo wa vifaranga. Very layers. Na hapa tulipo ni wapi? Hapa ni Kamakis, Thika Road. This is totally different and a new idea. Tuambie kuhusu hapa tulipo. Sasa hii yetu ukiangalia size yetu kuna kuanga na ile normal size ndogo hivi. Sasa wakulima wetu because tunafanyanga training za brooding. Yes. Ukimwambia kanyage hapa kadogo anahepa. Lakini tukiweka hii kubwa it's like we are forcing that person aingie kwa hiyo maji apende asipopende juu atakuwa na option nyingine. Yes. And then ukiwa na ino ukiangalia vile iko deep, ndio inaingia vizuri sana kwa sababu kuna maugonjwa kama gumboro huwa inaletwa kwa shamba through miguu. Yes. So tunahakikisha mtu yote anaingia kwa shamba yetu miguu yake iko safi juu ameingia kwa dawa yetu ya maji. Good. Kwa wale ambao hawatrain, ako na ruhusa ya kuachilia watu kuja kuingia now and then? Kwa shamba letu huwa tuallow watu kuingia kwa sababu the moment unaallow watu kuingia, hii ni project ya pesa mingi sana. So huwezi risk the life of these birds juu ya mkulima mmoja. So we protect them and we limit the number of people who enter here. So wale huwa wanaenda hapa ni daktari wetu mmoja mwenye umeona pale na ni mmoja kila wakati na wafanyikazi. Na kwa sababu leo tumepata nafasi ya kuweza kuingia ndani, kwenda tuigire nigetha tudhie tuhote kujionea kwa macho na pia tuweze kujua vile sisi kama wakulima ya kwamba ukiambia ya kwamba Kuku Care nataka muweze kuniangalilia kuku wangu ili nitawakujia baada ya miezi miwili, miezi mitatu. Wacha tuingie ndani tuweze kujionea na some haya na mengine mengi. Ongoza nami nifuate nyuma. Asante. Ukamwira rito tukone leo. Hari ni fiu. Neno ne dufu mpala roje. Unapiga dumbulu hapa Kivu sasa. Wow. Sasa kwa hawa ni wale ambao wana grow. Hawa ni wale wana grow. Yes.
Wako na siku 21. Oh, 21 days. Yes. Yeah, very good. Naona jamaa pale anaweka ni maji ama nini hiyo inaingizwa pale. Anaweka kuja tu tuingie hapa. Anaweka maji plain. Yes. Ndio wametoka kuvaccinatiwa. Yes. After vaccination huwa tunapatia maji. Ndio kuku hydrate. Sasa kwa mtazamaji yule ambao sasa hivi anaenda kututazama, napaka tuanze na Kuku Care ni nani na haswa kazi yenu haswa ni nini? Kuku Care Kenya ni kampuni ya wamama au entrepreneurs. What do I mean entrepreneur? An entrepreneur is that person who is able to identify a business opportunity na implement. So Kuku Care tulikuja tukaangalia kwa poultry industry na especially for layer farming, there is a gap ya mkulima na the end product. So napata wakulima wengi huwa wanatafuta kuku zenye hazina risk. Zimetoka kwa joto, zimevaccinatiwa na the risk yao iko chini. Sasa Kuku Care ilikuja ika-identify, ikaona kwa the market space, wale majority of clients ni wale wanataka kuku yenye haina shida yoyote, imebrudiwa poa, imevaccinatiwa. Sasa as we are taking that risk on behalf of the farmers. So tunakuja tunakuwekea kuku yako hadi ile wakati wewe unafeel iko secure kwako kwa mikono yako, then tunakuletea ama unakujia. Wewe ulitengeneza vipi brooder yako na ukaamua mimi yangu nitaifanya professionally juu ya wakulima? Mimi kama Veronica nilikaa chini nikaangalia challenge nyingi sana ya brooding ni nini. Number 1 inakuanga wewe unataka kufanya brooding kama ni wewe. So niliweka systems. System yangu moja niliweka, nikaweka daktari who is a professional na amesoma na akona certified. Anifanyie vaccination, aniangalilie signs za kuku kama zinaweza kuwa ziko na shida ya yoyote, ana-identify mapema. And then nikakuja nikaangalia how do you brood. Nikaweka majiko zangu. Ukiangalia majiko zangu si kama zile za wale wakulima wengine. Jiko zangu ni kinda unique. Wakulima wamezoea jiko kama hii, lakini sisi tunaweka hii drum. Because drum iko na joto mingi sana. Na the secret for brooding ni joto. Ndio kuku ikue kubwa, inahitaji joto, ndio increase the rate of metabolism. When the rate of metabolism in the body iko juu, growth rate ya kuku inakuwa iko juu. So science yangu it's about the heat, the vaccine and the feeds. Wewe utatumia makaa hii? Kuku Care tunatengeneza makaa yetu hii ya mchanga, inaitwa briquettes. Ndio huwa tunatumia kubrood kuku yetu because it has no carbon. Kwa yule ambaye anatutazama najua atajiuliza, si hii pesa ya kuanzia hii kazi ni pesa mingi sana na utatoa wapi hii pesa? Kwa sababu kutengeneza brooder kama hii peke yake I think imekugharimu, na wengi wataangalia waseme huyu ni mama alisaidikaje kuweza kuanza hii biashara ya kuku. Kila wakati na kila wakati mimi hushinda nikisema ukiwa kwa hii biashara ya ukulima lazima you must work a journey with a financial institution to partner with. Because unapatanga wakati mwingine wewe ni mkulima hauna hela za kutosha, umepata order ni kubwa sana. You must have a relationship with the bank whereby you go, unawaambia sasa niko na order yangu iko hivi, ni mtanisaidia aje? So they come in and they help you. So kama mimi nimefaidika sana na Equity Bank through Fanikisha, ndio wamenisaidia kwa hii project. Tukiangalia ni project ya pesa mingi sana. I've walked through the journey with them. Wamenisaidia kwa ukiangalia crates zangu they are special for carrying the chicks. Niko na the transport car ya kutransport hizi kuku hadi kwa mkulima in a very safe way. So we must walk journey with a financial institution which is very reliable, like Equity Bank. Very good. Sasa nataka kwanza tuende mapumziko, alafu tutazungumza na daktari ambao ni in-house, yule ambaye atatuambia kuhusu magonjwa na yale ambao kuku ambao wako hapa wanapitia, alafu kisha tutarejea, si ndio? Basi ndeta twambe tuikirie na ndeto ikiri njega no akigwa brooder uria hotete gukorwo igithondekwo na uria hotete gukinyaniria gukorwo ikirera njui ici. Ni tukwamba guikiria tugicokereria tukorwo tukiraniria hamwe na ndagitari uria ni wa guku nigetha twine nake uria mahotaga kugitira mirimu na ona kugitira tucui tutu tuhote gukura we tugigukinyira yega cui ugakorwo gacui kau ni kareretwo na njira iria njega na uria agirire. Tugire wega umuthi turaria horo wa njuguma njega yumaga ikuriro. Guku ikuriro nikuo turenda turute njuguma njega ya urimi wa nguku. Ni turacoka thutha kaida atari kurera. Good. Gicunjĩ-inĩ gĩkĩ gĩa kerĩ nĩ wega twaranirie hamwe na ndagĩtarĩ. Ũyũ nĩwe ndagĩtarĩ wa gũkũ Kuku Care
na nĩ ũrĩa ũtigagĩrĩra atĩ nĩ ahota kũrora gacui kuma rĩrĩa kaingĩra ge ka mũthenya ũmwe o ta ũrĩa tũgũtaragĩrio nĩ Vero thutha wa korwo atĩ nĩ agĩra gacui gaka nĩ kendaga ndagĩtarĩ na ndagĩtarĩ ũcio nĩwe ũgũkorwo agĩkarora na koguo reke twaranĩrie hamwe nake tumenye ũrĩa agĩkoragwo agĩka. Asante sana. Vipi? Salama. Bari ya daktari? Salama sana. Na shukran sana kwa kuweza kutukaribisha hapa Kuku Care. Wacha tuanze kwanza na jina lako na utueleze nini haswa wewe unafanya, ni kazi ipi ambayo unafanya hapa? Okay. Kwa majina naitwa Okutangura. Yes. Kazi yangu ni ya daktari wa mifugo. Sana sana upande wa kuku. Okay. Ama ndege au wengine. Lakini nimespecialize sana na poultry ambayo ni hii chicken. Yeah, from day old 6 mpaka kuku ambaye mpaka wakati ambaye anaanza kutaga. Ni kweli. Yes. Kwa siku ya kwanza tumeambiwa kwanza na Vero yeye kazi yake ni aende pale choose wale kuku ambao wanafanya vizuri sana. Hebu tueleze yule kuku akiwa wa siku moja, wewe kama daktari unamwangalia vipi, unahakikisha kwamba kwa Kikuyu tunasema jogomaja gayumaga ikuriro ama msingi mzuri unaanza kutoka pale chini. Tuambie msingi wa huu kuku umemwangalia kivipi? Kitu cha kwanza hawa vifaranga wakiingia shambani, kitu cha kwanza tunahakikisha kwamba tumewakagua. Tunaangalia wale wako na afya nzuri. Okay. Na wale wako na deformities. Sababu huwa wanakuja wengine wako na deformities, so tutaweka kando wale wako na deformities. Alafu kitu kingine tunahesabu vifaranga, tunahakikisha the number is good, idadi yao tunahakikisha iko sawa. Okay. Alafu from there brooder inakuwa ishatayarishwa. Kuna source of heat kama hizi bado unaona hapa. Tunahakikisha kuna drinkers na feeders ambazo zimetosha na space imetosha. Kisha the next thing tuna make sure tunawapa maji kwa sababu wamechoka. Hiyo safari ambayo wametoka ni safari ndefu sana. So after kukunywa maji for 30 minutes, the next thing tuna make sure kwamba wamepata chakula. Kwa joto naona ya kwamba kama kuna zile drums ambazo unaziona zimeweza kuwekwa, kuna ile jiko naona hapa. Yes. Joto ni kama kiasi gani ambao ni wapi tutafika kwamba tuseme sasa tuna need tuondoe ile joto ama tuna kuintroduce joto na pia hiyo joto inafaa kuwa kiasi gani? So the first week tunahitaji 33 degrees. Yes. The second week tunahitaji 31 degrees. The third week tunahitaji 29 degrees. Na the fourth week tunahitaji 27 degrees. Wow. But tunakuanga pia na thermometer inaitwa brooder thermometer. Huwa tunatumia kwa kupima the temperature that we need. Okay. Lakini kama hatuna hiyo, tunaangalia the behavior of chicks. Kukiwa na joto sana wanatorokea the source of heat. Utawakuta kwa kona kule, wengine kwa kona upande huo. Lakini kukiwa pia na baridi, wanakaribia source of heat. Utawaona hapa chini ya jiko, utawaona hapa chini ya bulb, wanahema. Yes. But wakiwa ni normal, wana distribute kila mahali. Kama vile unaona wako well distributed. So inamaanisha ile temperature iko sawa. Kuna wale vifaranga pia nimeona ni kama wako na rangi ya blue. Sijui hiyo pia ni dawa ama ni nini exactly mmewapaka? Yes, hiyo ni dawa. Na hiyo dawa ndiyo hii tulikuwa tumewapea leo. Hii dawa inakuwa na dye. So ile dawa kwa ile maji ambayo tunatumia kupea vaccine, tunaweka kitu inaitwa dechlorinator. Hiyo inatoa chlorine kwa maji. Lakini wale manufacturers wanakuwa wameweka dye kwa hiyo dawa. So ndio tunaweka kwa maji ya kuvaccinate. Ili pia ina act as a marker. So that kifaranga yule amekunywa ile maji ambayo iko na chanjo, tunaweza kumjua kwa urahisi. So it's something like a marker, ni dye. Yes. Yes. Kwa sababu tunazungumzia kilimo biashara, ningependa uangalie pale uweze advice kwa wao wakulima wote ambao wanafanya ukulima wa vifaranga, ukulima wa kuku. Ungependa kuwaambia vipi kama daktari? Mimi ningependa advise wakulima wale ambao wanaanza. Kitu cha kwanza ukitaka kuanza ukulima wa kuku, tafuta advice ama tafuta usaidizi kutoka kwa experts. Wale ambao wana maarifa kuhusu ufugaji wa kuku. Na pia unaweza ukatembelea wakulima ambao wamekuwa kwa hii biashara kwa muda mrefu. Na kitu kingine ni kwamba the biggest budget kwa hii ukulima wa kuku ni chakula. Chakula ina take 70% ama 80% ya input cost. So vitu kama hizo ndio mnafaa kujua. Na pia kuna challenges involve daktari wa mifugo.
kwa ukulima ili aweze kukuongoza na kukusaidia. Ndagitari wa nguku ni wocio ni atutariria uria gacui kagirwo gukorwo gakirerwo, ni atutariria wega dawa iria umuthi makorwo magitheca ni dawa iriku, ni atutariria wega gacui gagiuka gwaku ge gukorwo karoretwo na njira iriku gutigirira ni gakura wega, ona ningi ni mathina mariku kagikorwo kagereire nigetha gakorwo ati gacui kau ona riria gakorwo gakinya mathina mau mothe ni marue namo. Ati ni ahota gutariria wega utheru ni kindu kimwe gia bata muno kiria wagirwo gukorwo ukirora. Tukauga atia ati ndungihota gukorwo wi biacara-ini toguo turagweta umuthi tunyitanire hamwe na Equity, ati ukorwo ndurenda gutwara mbeca kwa Equity no ni urenda kurima uguo kienyeji. Aca etha mutaramu na ukoragwo na handu rathi guthoma nigetha ndetweka kora kuria uragira njui ugakorwo kimenya ndagira njui kundu kuhitukitio kana kundu kuria tugaga ni kundu certified. Gacui kau ni certified ati nige uka ukura na njira iria yagirire. Ni twaikeria no tugicokereria andu aingi ni njui muti uhoro wigie supermarket ya nguku. Ni tukuingira supermarket ya nguku guku kugukea nigetha tuthie tuone atiriri okorwo we urithagia kienyeji, okorwo we urithagia iriku, nigetha tumenye na njira njeru ya kuhota kurima aria matari na space na nimekwenda kuiga tukuku twao twa gukiria hau hau ri mamenye uria mangihota gukorwo makirima. Ni undu wa maana mangi maingi tukahutia mutambo ni turacokereria hamwe na Veronica nigetha tutaririe mau na mangi maingi. Very nice. Gicunjĩ-inĩ gĩkĩ ngwĩrire turoka supermarket ya nguku. Ati unaweza choose nguku ĩrĩa ũkwenda ũcagũre gwenda ĩno na gũkũ nĩkuo ngwenda gũkorwo tukirora na modern farming. Taroga kanyamũ kau nĩ gatheru na tũgũkũ twaku kũrĩa tuikarĩte twĩ igũrũ, koguo ũndũ wa gũkorwo ũgĩkarora kararorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Sasa tumeingia ndani ya supermarket. Tuambie hii supermarket yako ina entail nini? Hii ni supermarket ya kuku. Tulisema sisi kama Kuku Care tunataka tufanye farming ikuwe ni kama modern form of farming and a very friendly way of farming whereby hata vijana wetu wenye na graduate watakuja waiangalie na waipende because hawataki kufanya farming the old way yenye wazazi wetu walikuwa wanafanya kitambo. So we are making it friendly to each and every person. As you look, niko na watu young na wana enjoy kuifanya. Yes. So it is a very effective way of doing farming, very friendly, haitaki kazi mingi, easy to manage and friendly to the youth. Tuzungumzie leo, tunazungumzia kuhusu fanikisha na Equity. Hebu tueleze yule mama ambaye sasa anakutazama, ungependa kumpe advice gani ambayo wewe ulitumia na ikaweza kukusaidia ya kwamba anaweza wewe kuwa na kale kaduka na bado akuwe na kuku? With Fanikisha, it's a network of women in business. Sasa unaenda pale, una meet wanawake tofauti na biashara tofauti. Una network na wanawake tofauti. From there, utaenda unapata mwanamke fulani, for example, yeye specialize na chicken farming. Utaenda kwake usome, akuelezee vile unafanya, you learn. From there enda bank, Equity Bank, ufinansiwe na ugrow as a person. Wow, that is amazing. Haya, sasa hivi kuna wale Veronica, tukiangalia Wakenya wetu wanakula kuku vile inavyofaa, na biashara ya kuku unaweza sema ni biashara inatengeneza pesa na inaweza tengeneza pesa. Biashara ya kuku inatengeneza pesa na inatengeneza pesa mzuri, kwa sababu hapo awali Wakenya hatuko tunakula kuku. Kuku ilikuwa expensive sana kukula. Yes. Lakini kwa sasa nyama imekuwa expensive. So sahi Wakenya wote wanakula kuku. Yes. And then unapata because the lifestyle diseases zenye watu wengi wamekuwa nazo kwa sasa, watu wamerudia kukula kuku. Yes. So farmers wa poultry farming right now, they are the next millionaires in the country. Wow. Because we are selling, we are overbooked, and the bookings are continuing. Tuambie Veronica, tutatengeneza aje pesa na wewe? How are you going to walk this journey with us? Uache kutembea peke yako, tembea na sisi. Tutatembea namna gani? Hii journey tutakujoin wapi? Tukushike na wewe tushike, tuende pamoja. Mimi Veronica naingililia hapa. Mimi I can be a mentor, I can train, and also I can advise. Yes. Number one, mimi na specialist peke yake na kubrood kuku. Ni kweli. Ukikuja kwangu uchukue kuku imebrudiwa, uende ule ifike 4 months. Yes. Ikifika 4 months, kama unataka market ya 4 months, there's a way we relate. Mimi it's like a relationship, it's a mutual relationship. Yes. Juu kwangu is a supermarket. Hizi supermarkets zenye umeona ni different ages of chicken. So kuna ule mkulima wangu kuku yake imefika 4 months. Yes. Hana market, analete kwa hii demo farm yetu. Yes. Wakulima wote si wanakuja. Wanaangalia ule mwenye mkulima alilete na mwambia sasa lete zile zingine jumepata market hizo zimeenda. So inakuwa hapa ni kama market, wanakuja ku display their product. product. So we walk through the journey to the end product.
People talk about contract farming. Ningependa kujua kuku contract farming. Do you do contract farming? Na hii kwa contract farming ni nini haswa tunazungumzia wakati tunasema ya kwamba we are venturing into contract farming? Contract farming with Kuku Care ni product tumeintroduce kwa kampuni yetu kwa sababu tuliona wakulima wengi wanaogopa kulea kuku from one day to 1 month to 2 months to 3 months. So sisi tukaamua kama Kuku Care tuna take that risk on behalf of the farmers, and then we've got systems. We have a legal team. When you come to our place, we have a legal team whereby wewe unataka tukufanyia contract farming. For example, umesema wewe unataka tukulelee kuku yako up to 2 months. Ukikuja tunafanya legal agreement. Wewe unataka tukulelee kuku fulani for this amount of time. Then from there tutaandikiana, tusainiane, and then we don't, it's like a mlipa mdogo thing. You tell us, me I'll be doing 25% monthly until I finish. Once I finish, I come and pick. So we are making this farming thing to be so friendly and to make it, those people who don't have capital, wanajipanga pole pole as they do. The contract farming. Yes. Okay. Haya, hapa tulipo, kama hii moja inaweza beba kuku ngapi? Ili yule mama ambaye anajionea ajue ka space kake vile kanatoshana. Hii kama sasa hii moja hii inabeba kuku ngapi? Kama hao wenye wako hapa ndani. Hii kama hii inabeba kuku 200-250. Okay. Hao wakubwa. Yes. Lakini kuku wadogo wa 1 day, because hiyo kuku inaanziwa hapo ikiwa 1 day. Inaanziwa hapo ikiwa na 1 day. Kwa yule mkulima mdogo, an urban farmer. Urban farmer ni mtu ana shamba. Yes. Lakini ako na ka space kwa yard ama huko nyuma ya nyumba. So unaweka kama hii, unaanzisha kuku yako ikiwa 1 day na mature ikiwa hapo. Maturity yake 200-250 inatoshea hapo. Na kwa sababu kuna wale ambao sasa hivi wajaweza, wamama na vijana ambao hawajaweza kujiunga na Fanikisha, ukiangalia pale unaweza waambia vipi hiyo Fanikisha wale ambao maybe hawajaweza kujiunga na Fanikisha? Ningesema kama wewe ni youth, kama wewe ni mama, uko na vision, tembea Equity, join Fanikisha, because through Fanikisha ndio imenifikisha mahali mimi niko kama Veronica Chalo. Na huyu Veronica Chalo kuna mahali amefika, na si mahali pabaya, ni mahali pazuri. So kila mtu kama uko na vision, ingia Fanikisha, patana na wamama, trainiwa, angalia kila wamama wale wengine wanafanya, because we only grow through others. You cannot grow as a mountain alone. Ni kweli. Kwa sababu najua kuna zile namba zile ambazo Kuku Care wako nazo na pia customer care yenu, ningependa uangalie pale, utupatie namba na utupatie location ya kuku ambao ni wapi? Kuku Care Kenya tunapatikana Nakuru, Nyeri, Machakos, Nairobi. Na namba zetu za simu ni 0725 66 0857 or 0745 19 19 19. Asante sana kwa masomo ambao tumeweza kusoma, na hope ya kwamba natumai wakulima wataingia na watakubali kuja kulima kuku vile inavyofaa. Si ni kweli? Shika hiyo kobori. Hiyo ni yako. Sasa kitu tutafanya, si uniangalilie kile kimenona vizuri kabisa hapa, tutoke nayo ili maneno ikue tumesonga, na uniangalie kale kako tayari kutaga mayai. Ile yenye tukienda kanaenda tu kama kameanza utagaji wa mayai, akiangalia alafu niletee hapa. Ati githomo ni kiega muno kira twarikia guthoma kumarira tukiingirire na twataririo wega njira njega we ungihota gukorwo kirithia nguku yaku no hote gukorwo githondeka mbeca fari undu umwe wa bata uria twahota kwirwo angikorwo ni mbeca uraga cia kwambiriria kana urenda mbeca cia kugura nguku nigetha urere kana urenda mbeca cia kugura irio nigetha uke wendie nguku iyo guku nikio werwo Fanikisha na Equity wingire ku uthie wiyowere kumania na hauri wanjiririo gukorwo ugithondeka mbeca ciaku ni tondu ni ukota kuriha ginya karuni kau na njira iria ikite atia yagirire nikio Equity iragwo ni itu turi ithuothe murango wao ukoragwo wi muhingure ndagika o yothe na nduranidio na guthie branch iyo i hau Equity yukite ginya thimu-ini yaku no kuingira thimu-ini urore umenye ni kimena kyo ni product iriko we nacio na ni atia mangihota gukorwo magiguteithia na wega muno makiria ri ndugiikare hau tucemanagie o Jumatatu tukarunga maya na mangi maingi megie wigithia urimi thiini wa Equity. Akiri undu ungi ino ni tabarire ria wendete mugambo wa murimi Kimiti wa Gitauni ritwa riakwa kuma guku gwa Kuku Care tuganire hamwe ni twaririe riu ni keitwethe kamuguku kamwe karia nguthie kuika alilili nande alilili eleke itumbe alilili eleke itumbe geko kalete hapa
Basi hapa tu. Kalete hapa. Basi gaka riu wathie kureke itumbĩ. Wewe umejua umebarikiwa. Ruga oyaga ndege taka fanikisha. Na wewe uende ufanikishe. Nyambe ndore kake na itumbĩ. Nĩrĩgakwa na mimi naangalia usiku. Kwa nini unachodhia? Acha kuchodhia. Na mayai. Ui, atulire mundu uri ukithia. Twariri.